sababu kubwa kabisa ya kupata vipele sehemu za siri au weusi ni njia ambayo unatumia kunyoa. What's up guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Mimi naitwa Dija na huwa natoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama ni mpenzi wa urembo, usisahau kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ninazotoa hapa mara kwa mara. Kama title inavyosema hapo wapenzi, leo tunaongelea njia za kunyoa na jinsi ambavyo zinaweza kuaffect sehemu zako za siri na pia sehemu zako za makwapani. Unajua watu wengi hawajui njia gani sahihi ya kutumia kunyoa ili uweze kuondokana na vitu kama weusi, kuwa na sehemu za siri ambazo zimejaa mapele na pia kuwa na sehemu za siri ambazo zimejaa miwasho mbalimbali. So tuongelee hizi njia za kunyoa wapenzi, halafu niambie wewe unatumia ipi na unaona inakufaa au unataka kubadilisha kwenda katika njia moja wapo kati ya hizi nitakazoongelea hapa siku ya leo. Njia ya kwanza wapenzi ni kwa kutumia shaver au wembe. Hii ni njia ambayo watu wengi sana tunaitumia na njia ambayo ni rahisi zaidi kuliko njia zingine zote ambazo zinafuata hapo mbele. Lakini sasa ubaya wa njia hii ndo njia ambayo inaongoza kuwapa watu razor bumps na ingrown hair. Hivi ni vile vipele ambavyo unaviona pale ambapo nywele zako zinaanza kuota. Kwa sababu mara nyingi nywele ikiwa umemaliza kunyoa leo, ukikaa siku ya kwanza, ya pili, ile ya tatu, ile pale ambapo nywele zinaanza kuchomoza ndo huwa zinachomoza pamoja na vipele. Ila vipele hatuvioni ile siku ya kwanza, right? Ni kwa sababu vile vipele ni ingrown hair. Ni nywele ambayo kwa ndani inakuwa imejikunja. Kwa hiyo hauwezi kuiona siku ya kwanza kwa sababu inakuwa bado haijaanza kuota. Ndio maana vile vipele huwa vinakuja baada ya siku 3 au 4 kwa watu wengine, zile siku ambazo nywele zinakuwa zinaanza kuota. So kitu gani kinasababisha tupate hizi ingrown hair wapenzi, au tupate hivi vipele baada ya kutumia njia hii kunyoa? Sababu kubwa wapenzi ni direction ambayo unatumia kunyoa nywele zako. Hakikisha unapotumia shaver au wembe kunyoa nywele zako, unakuwa unaenda kwenye direction ambayo nywele inaota. Yaani kama unanyoa sehemu hii na nywele yako inaota kwenda chini, hakikisha shaver yako unaigeuza kwenda chini unanyoa. Sio unaenda opposite direction na nywele ambazo zinaota. Hii itapelekea nywele zako kupata hizo ingrown hair na kukatika vibaya na kupelekea wewe kupata vipele baada ya kunyoa. So jaribu njia hii wapenzi. Wakati unanyoa hakikisha unalaza nywele zako so sana, yani zi brush fulani hivi zilale, uangalie zinalala kwenda chini, zinalala kwenda juu, zinalala kwenda pembeni, kulia au kushoto. Direction ambayo nywele yako inalala ndo direction ambayo upitishe wembe wako. Na hii itasaidia kuprep skin yako ili uweze kutopata hivyo vipele baada ya kunyoa. Njia ya pili wapenzi ni kwa kutumia electrical razors au viwembe ambavyo vinatumia umeme. Na hii ni njia kama hiyo ya kwanza, lakini ni kwamba hii unakuwa inakusaidia kwa sababu mashine yake inakuwa kama ina battery. Electrical razors wapenzi ziko kama hizi hapa, watu wengi pia wanazitumia, lakini njia hii pia inaongoza katika kuwapa watu vipele baada ya kunyoa. So jinsi ya kutumia kiwembe hicho wapenzi, unahakikisha unafuata vile nilivyokuwa nimewaambia mara ya kwanza, kwa sababu vyote hivi ni viwembe na vinatakiwa kutumika kwa njia hii ili usipate mapele wala ingrown hair. Njia ya tatu wapenzi ni waxing. Waxing ni njia ambayo mimi personally naweza kurecommend kwa mtu yoyote ambaye anasumbuliwa na vipele na anahitaji njia nzuri ambayo itakuwa inaipa ngozi yake muda kupona na kuweza kuona mabadiliko katika sehemu hiyo anayonyoa. Waxing wapenzi unaweza kufanya mwenyewe nyumbani kama umewahi kufanya, ila kama haujawahi kufanya waxing ni vizuri ukaenda sehemu ambayo wataweza kukusaidia kufanya waxing. Kama hapa Miela tunafanya waxing kwa bibi, tunafanya waxing miguuni, tunafanya waxing makwapani, na pia kwa wakaka tunafanya waxing kwenye ndevu kama unapata mapele. So njia hii nasema ni nzuri wapenzi kwa sababu itafanya nywele ichelewe kuota. Na nywele inapochelewa kuota, kama ulikuwa una vipele, ngozi yako inapata muda wa kupona vile vipele vya kwanza na kabla nywele nyingine haijaja kuota hapo juu. So njia ya waxing ni nzuri pia kwa sababu wakati unaifanya inasaidia ufanye exfoliation kwenye ngozi yako. Exfoliation ni kama scrub fulani hivi ambayo inafanya ngozi yako kama ina weusi iweze kuglow na kuondokana na huo weusi.
weusi. So kama wewe unasumbuliwa na vipele na huwezi tena kuendelea kutumia viwembe, karibu hapa Miela tukusaidie kufanya huduma ya waxing kwa bibi, makwapani, mikononi, miguuni, kwenye ndevu. Kunyoa kwa wembe kuna kusababishia upate vipele. Na njia ya 4 wapenzi ni kwa kutumia shaving cream mbalimbali. Shaving cream zenyewe ninazoongelea wapenzi ni kama hizi hapa juu ambazo watu wengi sana wanapenda kuzitumia. Na hizi ni nzuri kama mtu ngozi yake sio sensitive, yani kama ngozi yako unayotumia kunyoa sehemu hiyo sio sensitive. Na watu wengi wanapenda kutumia hizi kunyoa sehemu kama ndevu, kunyoa sehemu kama makwapa. Ila kwa bibi sio recommended sana kwa sababu ngozi ya huku kama nilivyowaambia na nitazidi kuwaambia ni very sensitive. Kwa hiyo kama wewe umezoea kutumia shaving cream na haikuletei shida yoyote, it's fine, unaweza kuendelea nayo. Lakini kama unahitaji kuanza kutumia shaving cream, ni vizuri ukafanya patch test ili uangalie kwanza kama ngozi yako itareact vipi kabla ya kuitumia moja kwa moja. Mimi personally si recommend kwa mtu yoyote mwenye sensitive skin, lakini kwa mtu yoyote ambaye ngozi yake iko kawaida wala haina weusi, haina shida kuitumia. Na njia ya 5 wapenzi ambayo ni less common ni njia ya kutumia epilator device. Hii device inakuwa inafanya kama kutwiz nywele. Yani kutwiz nywele inamaanisha kutoa nywele moja moja kwa kutumia tweezer. Na hii watu wengi wanapenda kutumia makwapani na mikononi au miguuni. Ila kwa bibi I don't know, lakini ni njia pia ambayo watu wengi wanapenda kuitumia. Na njia hii wapenzi kama nilivyowaambia inavuta nywele moja moja, which means inaweza ikawa na maumivu kiasi wakati unaifanya. Lakini ni nzuri pia kwa sababu inatoa nywele kutoka katika roots, yani kutoka katika mizizi kama ambavyo waxing inafanya. So kama wewe unaweza kutumia hii epilator device unaweza kufanya, lakini pia kwa sababu inavuta kwa nguvu sio nzuri sana kwa mtu mwenye sensitive skin. Kwa hiyo kama una sensitive skin, angalia kwanza, fanya patch test sehemu ndogo ya ngozi yako kabla hujaitumia kwenye sehemu kubwa ya ngozi yako. Hizi njia zote wapenzi zinaweza kutumika kunyoa sehemu yoyote ya mwili wako, sana sana kwa bibi na makwapani. Lakini wewe angalia njia gani unayoitumia. Angalia kama njia unayoitumia inakuletea vipele, unaweza kushift kwenda kwenye njia nyingine kama ambavyo nimezielezea hapo. Sababu kubwa kabisa ya kupata vipele sehemu za siri au weusi ni njia ambayo unatumia kunyoa. Na kama tunavyofahamu siku hizi wapenzi, teknolojia imekuwa kwa kiasi kikubwa sana. So kuna njia ya kufanya nywele zako zisiote kabisa sehemu hiyo ambayo utaki ziote. Kwa mfano, kwenye miguu, kwenye mikono na kwa bibi. Watu wengi hawapendi nywele sehemu hizi, na kuna njia ambayo unaweza kutumia kufanya nywele yako isiote. Na njia hii ni laser hair removal na inafanyika katika spas mbalimbali, na njia hii nitaielezea vizuri kwenye episode inayofuata. So stay tuned for the next episode. So kama nilivyoambia wapenzi, unaweza kuja kufanya waxing hapa Miela. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Kinondoni, na namba zetu za simu ni hizo hapo unazoziona kwenye simu yako. Pia tuna products mbalimbali ambazo zinasaidia kuondoa weusi na vipele sehemu za siri, makwapani na katikati ya mapaja kama tayari umekuwa affected na vitu kama hivyo. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tukutane kwenye video zijazo.